Leo tunaelekea kutamatisha somo letu la family life, na leo ningependa tuangalie jambo la kusamehana katika familia. I want us to look at forgiveness in the family. Na ningependa kuuliza swali, ni nani hajawahi kosewa na rafiki yake au a family member? Maybe ndugu yako, dadako, baba, mama. Nani hajawahi kosewa? Who has never been wronged? Ngotanya komo cheruno yo mwabo. Tindo chikoboko. Nani hajawahi kosea mtu wa familia yake au pengine mwenye si wa familia wa nje? Nani hajawahi kosea mtu? Sijaona mkono. Kwa hivyo sisi wote wale tumeketi hapa leo, siku ya leo, au tumesimama au tunasikiza kwa mtandao, we have hurt someone or we have been hurt. Tumekosea na tumekosea mtu na tumekosewa. Kwa hivyo hili somo la leo ni la maana sana kwetu sisi watu wa familia ya Kristo, familia ya Kiadventista, Christians, na hata watu wa familia zetu mbalimbali kwenye tunatoka. Hili ni somo la maana sana. Iko hadithi moja, hata si hadithi, ni jambo la ukweli lilitokea. Nilisoma mahali. Jamaa mmoja alikuwa pale nchi ya Canada, alikuwa ng'ambo, na alikuwa amepanga kujenga nyumba pale nyumbani. Hapa Kisitu alikuwa anajenga nyumba. Kwa hivyo akawa anatuma pesa, and I think nikishare hii story wenda ikawa umeona hilo jambo, because sio unique. This is not a unique story. Imetendeka, hata kuna wenye watanisikiza na wataona kweli wanajua mahali ilitendeka, lakini hii ni true story, na ni true story in many homes. So alikuwa anatuma pesa kwa ndugu yake na wazazi wake wamsaidie kujenga nyumba pale nyumbani. Akatuma pesa milioni mingi, na kila wakati alikuwa anawaitisha picha, walikuwa anamtumia picha. Wakamtumia picha vile wamechimba ground, wakiweka msingi wakamtumia picha, wakijenga ifike lintels wakamtumia picha. Every week walikuwa anamtumia picha, na yeye alikuwa anaendelea kutuma pesa. So ikafika mahali wakamwambia nyumba yake imekuwa sawa na ametumia milioni mingi. Na kule Canada alikuwa na mchumba. Kwa hivyo alikuwa amepanga harusi, na alikuwa amepanga amlete nyumbani akuje kutembelea familia yake kabla ya kufunga harusi kule nchi ya Canada kule ng'ambo. Sasa ile siku ya kuwasili, akawasili mchini, wakamchukua airport wakampeleka nyumbani. Kwenda nyumbani hakuna nyumba. Na hiyo pesa ametuma mamilioni na picha walikuwa wanamtumia, hakuna nyumba. Kuuliza, baba akatoroka. Babake akatoroka na ule ndugu akatoroka, mama akabaki. Akauliza mama, ile nyumba iko wapi? Mama akasema, sasa hiyo pesa walikula, mimi ningefanya nini? Na akamuuliza mama, walikuwa wananitumia picha na wao unajua wananidanganya, na hata ungeniambia. Ingekuwa ni wewe ungefanya aje? Milioni zako zote wamekula, nyumba hakuna, na wamekuwa wakikudanganya, wanachukua picha internet wanakutumia every step of the way. Ungefanya nini? Na uko na mchumba, umepanga harusi, umemleta ndiye akuje kutembelea familia, na kule nyumbani vile uliacha hawakuwa na nyumba, hata nyumba yao inanyesha. Kwa hivyo ulikuwa umepanga at least ujenge, ndio ukikuja nyumbani na ule mpenzi wako kwenu at least kukue kunakaa afadhali. Ungefanya nini kama ni wewe? Sijui mtu angekuambia wasamehe ingekuwa rahisi kweli. Unajua mara mingi watu tunaambia watu forgive them for they know not what they are doing. Watu tunasema wasamehe kwa sababu hatujawahi kosewa. Kama umewahi kosewa sawa sawa, huwezi kutamka hilo jambo kuambia mtu easily wasamehe. Huyo jamaa alirudi vile alikuja, akarudi Nairobi, akakaa Nairobi. Wakati wa kurudi akarudi back to Canada. Miaka zaidi ya 5-10 aliwa block
hajawahi waongelesha, hajawahi kuja nyumbani, na ameenda hivyo, na anasema ya kwamba haoni kama atawahi rudi nyumbani, kwa sababu walimtendea tendo la kiovu. Ndugu yake, dada yake, si dada yake, ndugu yake, mamake na baba yake, wote walimdanganya, wakakula hizo milioni zake zote. Hata hawakujenga nyumba yao au wafanye kitu, kwa sababu alikuwa anawatumia pesa za matumizi. Every time alikuwa anawatumia pesa zenye wanatumia. Kwa hivyo sio ati ya kuwa anawa provide, alikuwa anawatumia, na hiyo pesa ilikuwa ni ya kujenga nyumba. Tuende kwa somo letu la leo kwa Biblia, kitabu cha Mwanzo, Genesis, Mwanzo chapter 42, mstari ni wa 21, tusome hadi 26, na tutaona mwingine mwenye aliumizwa sana na familia yake, na tutajifunza tufanyeje tukikosa na family members, au hata si family members lakini na marafiki. What do we do? Tafadhali tusome Genesis chapter 42 verse 21 to 26. 21 inasema, wakaambiana, kweli sisi tulimkosa ndugu yetu, kwa kuwa tuliona shida ya roho yake. Naam, wakaambiana, kweli sisi tulimkosa ndugu yetu, kwa kuwa tuliona shida ya roho yake alipotusihi, wala hatukusikia, kwa hiyo shida hii imetupata. Reubeni akajibu akawaambia, sikuwaambia nikisema msikose kijana, wala hamkusikia? Kwa hiyo damu yake inatakwa tena. Wala hawakujua kwamba Yusufu anawasikia, kwa sababu alikuwapo mkalimani kati yao. Akajitenga nao akalia, kisha akawarudia na kusema nao. Akamtoa Simeoni miongoni mwao, akamfunga mbele ya macho yao. Yusufu akaamuru kuvijaza vyombo vyao nafaka, na kumrudishia kila mtu fedha yake katika gunia lake, na kuwapa chakula cha njiani. 26 inasema, navyo ndivyo walivyofanyiwa. Wakaweka nafaka yao juu ya punda zao, wakatoka huko. Asante sana. Nadhani tunajua hiyo hadithi ya Yusufu, vile wenzake, ndugu zake walimtendea maovu, wakamuuza kama slave to the country, kwa nchi ya Misri. Na wakati kulikuwa na njaa, a big famine, kiangazi, ndugu zake walitumwa na babake waende kununua chakula. Kwa hivyo unaona, huyu ni Yusufu wakati kabla hajajitambulisha kwa ndugu zake. Na Biblia inasema he turned himself about from them, verse 24, and he wept, akalia sana, na akarudi tena kwao na akachukua Simeoni. Kwa hivyo Yusufu alilia sana, akikumbuka lile tendo alitendewa na ndugu zake. Sijui wewe ukiketi ukiniangalia au kwenye unaniangalia mtandaoni, ukifikiria maisha yako, ni wakati gani ulitendewa maovu, uliumizwa na ndugu zako na dada zako na wazazi wako? Na pengine wewe kama ule jamaa ako ile nchi ya Marekani ya ng'ambo, umewablock, hata hutaki kusikia mambo yao kwa sababu walikuumiza sana. Lakini ningependa siku ya leo kukuhimiza ya kwamba Mungu ametuita tusameheane, kwa sababu sisi tumeumiza wengine na wengine wametuumiza. Hakuna mwenye ako katikati mwetu ako malaika. There is nobody who is an angel. Lakini ukweli lazima tuongee, kulia lazima tulie, na kusamehana tusameane. The Lord's Prayer inasema, forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Tuabere bibia itobuna tukwabera bali bato koleire bibato kolera mamocho. Kwa hivyo, if we don't forgive those who have sinned against us, we will also not be forgiven. Siku ya leo ningependa tujifunze mambo 7 lessons kutoka kwa maisha ya Yusufu.
about forgiveness, how to forgive our family members. Somo la kwanza, Yusufu aliamua kufanya kitu cha, let me put it this way. Wacha niongee kwa Kizungu alafu nita translate. He did the right thing regardless of circumstances. Aliamua kuwa mwaminifu. He refused to commit adultery with Potiphar's wife. Hata akiwa pale gerezani, aliamua kufanya the right thing. He decided to remain faithful. The young people wanaenda masomoni vyuo vikuu kwa sababu wamekosewa na wazazi wao. Wanaamua kutafuta sponsors. Wengine wanaamua kuishi ile maisha ya kutumia madawa ya kulevya na pombe. Na wanasema hawajali, wanalewa kupindukia kwa sababu wamekosewa na wazazi wao. Ningependa kukwambia leo ya kwamba ni Mungu amekuita. It is God who has called you. Mungu amekuita ukae mwaminifu. Kuna wengine wamekosewa na bwana zao na mabibi zao, na anasema there is no need of being faithful because hata bwana yangu ako na bibi wawili, bibi watatu, bibi wanne, watano na kadhalika. Kwa hivyo na mimi nitatafuta boyfriend ama bwana ama mpenzi. Lakini ningependa kukwambia Mungu amekuita wewe, you remain faithful. Whatever the circumstances, you remain faithful, and God himself is going to deal with them. Like in this case, ndugu wa Yusufu walienda kule Misri. They went back to Misri. Joseph remained faithful na Mungu akambariki. Elsewhere in the Bible it says, and the Lord was with Joseph and he prospered him. Mungu alikuwa na Yusufu na akambariki. Everything Joseph touched, it was blessed. Is it possible that hujabarikiwa, kile unagusa kinakauka kwa sababu hujasamehe mtu fulani? Nenya areka nenga gosese ngencho muntu narutarabera igogo chigo kuna kende kioma wachi gosimeka chingeni chioma na onye mburage gotwa. Is it possible that kuna mtu unatakana usamehe, Mungu akufungulie milango na kile unagusa kinabarikiwa? God has promised, na Mungu alibariki Yusufu na ametuita sisi leo tusamehe wale wametukosea. It doesn't matter what they have done. Lakini kama hujawasamehe, you give them power over you. Onye turabero mondolio komocherete gomoete chinguru. Yeye ndiye anakutawala. Lakini ukimsamehe, umemrelease na umekata ile chain yenye imekuconnect. Enyorole elie gosibete no lio bwabe otarabera. Ekero kumwabera goko nyebutora. Kwa hivyo they will never control you, because utakuwa umewa release. And the Bible says vengeance belongs to God. It is up to God. Nyasaye nero kuruwege siomba taliaye. The second lesson tunajifunza, taongea kwa Kizungu alafu ni translate. Joseph embraced the spirit of excellence. Potiphar did not need to worry himself with anything except the food he ate. Yusufu mwenyewe alibaki mwaminifu, na Potiphar hakuweza kufikiria kujali jambo lolote ila tu ile chakula alikula. Kila kitu aliachia Yusufu. Yusufu alikuwa mwaminifu. Sijui tuko na wangapi wako waaminifu. Kama umewahi jaribu kuajiri mtu, uko na story, uko na hadithi ya kusema. Kuna kitu nimenotice hivi karibuni kule Nairobi, lakini I think sio Nairobi peke yake hilo jambo linatendeka. Nimekuwa nikienda kununua bidhaa kwa maduka, nikienda kununua kuna pay bill, alafu mfanyikazi, sikujua ni wafanyikazi mwanzoni, ananiambia pay bill haifanyi kazi, tuma kwa M-Pesa. Kuna mwenye ameona jambo hilo, anakuambia hii pay bill haifanyi kazi. Ile pay bill ni ile unatuma direct kwa bank account. Unaona pay bill ukitaka kulipa, anakuambia hii pay bill iko chini, tuma kwa simu yangu. Mimi sikujua, nilikuwa natuma kwa simu nikifikiria ule yako kwa duka ni mwenye duka.
Kumbe si mwenye duka, kumbe ni mfanyikazi. Wale wako na biashara, unaweza pata umeketi hapa na unaoshwa kuoshwa. Wewe uko hapa, ukienda kuangalia till hakuna pesa. Kumbe wametumiwa pesa. Hata wengine ni waiters wa hotel. Anakuja anakuambia pay bill haifanyi, tuma kwa M-Pesa. Ukiangalia jina pale unaona ni jina yake na pesa inaingia kwa simu yake. Kijana yangu akaniambia, kwa vile wanakuambia hivi, wacha nijaribu kitu. So nikamtuma aende kwa ile duka, aende kununua bidhaa. Wakati amenunua hivi, kabla aambiwe pay bill, huyo kijana alikuwa pale akamwambia pay bill haifanyi kazi, tuma kwa simu yangu. Kijana akatuma tu kwa pay bill na ikafanya. Kwa hivyo my son akakuja akaniambia, hawa wanaibia waajiri. Can you be trusted? Iko mambo tumeona ya ajabu ajabu yanatendeka kule. Watu wanaajiri house girl kutunza mtoto na anatendea mtoto mambo maovu. Did you know that wale wako na wafanyikazi wasichana wa nyumba, kuna wenye wako wazuri, lakini watoto wavulana nikiwaongelesha wengi sana wananiambia mwenye aliwa introduce mambo ya ngono ni msichana wa kazi. Msichana wa kazi ndiye alintroduce mtoto mdogo mvulana mambo ya ngono. Hata kuna mwingine niliona mtoto wa miaka 17, msichana wa kazi miaka 34 amezaa mtoto wa huyo kijana. Imagine, huyo kijana wa 17. Na kijana kuulizwa akasema tangu afike miaka 13 ule msichana wa kazi alianza kumfunza ngono. Wakakuwa wanafanya. Mwishowe ule msichana amepata mimba, akazaa mtoto wa ule mtoto wa hiyo nyumba. Kwa hivyo unaweza kuaminika. Yusufu aliaminika hata kama alikuwa ameuzwa kama slave. Aliaminika kwa nyumba ya Potifa, na kule gerezani pia alikuwa ni wa kuaminika. Can you be trusted? Ile kazi umepewa, hata kama ni kazi ndogo, whatever job it is, can you be trusted? Ama wewe ni ule wa kucut corners? Mimi sana nimeogopa wale watu wana mafundi. Nimeogopa mafundi sana. Unaleta fundi, pengine ni wa kujenga nyumba, pengine ni wa kuchimba, ni plumber, ni electrician. Kuna wengine wazuri, lakini wengi watakudanganya. Anakuambia anaenda kununua pengine ni tap, anakuambia ni 30 shillings, kumbe ni 10 bob. Mwingine hata ukituma pesa direct kwa ile hardware, anaongea na mtu wa hardware, anamwambia mwambie hii bei, alafu hiyo pesa tugawanye. Hutaenda mbali, wacha nikwambie, you will not go far ukidanganya. Because unadanganya leo, kesho huyo mtu hawezi kukurecommend. Mimi kuna wenye wamenidanganya hivyo sana nikijenga. After some time ananirudia ananiambia, madam, mtoto wangu ni mgonjwa, nisaidie. Nikusaidie na uliniibia. Na uwezi kuwa trusted. Wengine wananiambia, unaweza ni recommend. Siwezi kukurecommend. Kwa hivyo unataka ukule hiyo siku, but tomorrow you have nothing. Can you be trusted? Hata kama mtu amekukosea, wewe unaweza mtendea mazuri, ama wewe ni ule wa kurevenge. Lesson number 3 tunajifunza katika story, hadithi ya Yusufu ni, he did not reveal himself to his brothers at the beginning. Pale mwanzoni ukisoma hicho kitabu cha Mwanzo, utaona pale mwanzoni Yusufu alichukua muda. Hakuweza kuambia ndugu zake yeye ni ndugu yao. Alichukua muda, aliangalia, akasoma. Sisi ni wale wa kurukia mambo ama ni wale wa kuchukua muda? We need to be wise the way we communicate. Hata kama mtu amekutendea maovu, hata kama mtu amekukosea, lazima you take time. Uwezi kurukia uanze kuongea hivyo, because sometimes unaweza ongea at the wrong time. Nto baba ndotoko irukera mangana. Take time, think. Hata vile una communicate, you need to communicate well. Unajua kuna vile unaweza communicate na mtu, na hata kama alikuwa amepanga jambo tofauti, lakini wewe vile una communicate, hata unamfanya badilishe nia. Kuna msemo ama ni methali inasema, maneno matamu yanatoa nyoka pangoni. Kwa hivyo kuna vile unaweza ongea maneno matamu. Sana niseme sisi kama wamama tuko haraka sana kuongea maneno. Wacha nipatiane example fulani nilikuwa nimepatiana Egesa FM. Ikue wewe ni mama wa kanisa for example, mzee wako akuja wakati huu December, akuambie kwa vile January school fees inahitajika, amepanga vile mnaweza kufanya biashara ya kuuza bangi.
enya sohore, na wewe ni mama wa kanisa na unajua na yeye mzee ni kiongozi wa kanisa, na anakuambia mimi nimeangalia, nimeona the only way tunaweza pata pesa za kupeleka watoto shule January ni kuuza bangi. Wewe kama mama wa kanisa utafanyaje? Iko njia tofauti unaweza kumjibu. Unaweza kumwambia, yani wewe kiongozi wa kanisa, are you using your common sense? Unawezaje kusema tuuze bangi? Unajua hiyo bangi unasema tuuze ni laana kwetu. Unajua unaweza sema hivyo na bado utakuwa tu unasema ukweli. Lakini unajua unaweza sikiza kwanza, ungoje. Hiyo ni example tu, nimepeana example mbaya, the bad example, lakini I'm illustrating a point. Unaweza sikiza kwanza, umwambie alafu ukafikiria aje, okay tuuze bangi. Umefikiria aje, alafu tununue kutoka wapi, tuuze wapi? Usikize tu mpaka mwisho. Hata kama wewe kwa akili yako unajua that is not the right thing, usikize mpaka mwisho. Ukisikiza mpaka mwisho, unaweza mwambia, mpenzi wangu, vile nimekusikia naona uko na nia mzuri sana, na ninaona uko very committed kwa hii familia. Kweli unajitahidi na unajaribu kutafuta school fees, ndio maana umekuwa na hiyo idea ya kuuza bangi, na ni mzuri na nimefurahia sana, kwa sababu wewe ni mtu wa kufikiria juu ya school fees na hao watoto. Lakini umefikiria ya kwamba hii bangi ni illegal. Tukiwa tukifanya hiyo biashara, umefikiria kwamba ni illegal business, na tena sisi kama Wakristo hiyo sasa tutakuwa tukifanya kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Umefikiria hivyo? Na kweli ukifikiria ukiuzia watu wengine na watoto wa watu na wetu, je, sio sasa ni kama ni laana kwa watoto wetu? Umefikiria hivyo? Ulize hivyo na useme, chukua tu muda ufikirie hayo maneno, tutayaongea baadaye. Do you think huyo mtu mwenye ukimwongelesha hivyo kweli ataendelea na hiyo mpango? Ataendelea? Ni ngumu. Lakini hata akiendelea na hiyo mipango, wewe utasema, mimi unajua vile nahisi, you know what I feel about that, na kwa sababu ya hayo mimi sitashirikiana. Lakini wewe kama umeona uendelee, sawa, lakini mimi sitashirikiana. Many times it's the way we communicate. Do we take time kucommunicate au tunarukia maneno? Lakini Yusufu ametufunza ya kwamba alichukua muda mpaka akajireveal, akaacha kuorokia sababu hapo at the right time. It is not about what we are communicating, but are we doing it at the right time? Kwa hivyo nikileta upande wa forgiveness, kusamehe. Mtu anaweza kukukosea, ndugu yako, dada yako anaweza kukukosea, lakini vile una communicate ina matter, ina make a difference kama atakubali makosa na atubu dhambi, au hata yeye ataendelea kufanya kile alikuwa anafanya. Kwa hivyo lazima uangalie at the right time. The fourth lesson inasema ya kwamba Joseph did not pretend that he was not in pain, or he did not bury his head under the sand. 5 times in the book of Genesis, Joseph wept bitterly. Forgiveness is not a mindless cover-up or avoidance. Joseph hakupretend ya kwamba hajaumia. Mara tano katika kitabu cha Mwanzo tunaambiwa kwamba Yusufu alilia na uchungu, na hata alijificha asionekane, akafunga mlango. Kwa hivyo Yusufu hakujifanya ya kwamba hajakosewa. Kwa hivyo hatujaambiwa tujifanye ya kwamba hatujakosewa. We need to communicate. Hata kama ni kulia, tulie. Na ninajua mara mingi wanaume wanaambiwa musacha talikorero, musacha akomera mariga. Unajua ya kwamba kwa wale wenye wanajitoa uhai, wanajitia kitanzi, wanaume ndio wengi kuliko wanawake. Wanawake wanakuwa na mental illness, ile ugonjwa ya ubongo, stress. Wanawake wengi ndio wanaumia kuliko wanaume. Twice the number of women suffer from mental illness than men, but more men die by suicide. Wanaume wengi ndio wanajitoa uhai, kwa sababu wanaume wamefunzwa na mila yetu kunyamazia. Mwanaume hakubaliwi kulia, ameambiwa nyamazie ndani, na wanaume wengi wanaumia.
na kwa sababu hawana mtu wa kuambia ama hawana hiyo ruhusa ya kulia, wakati uchungu imezidi kabisa, wengi wanajitoa uhai. Kuna mwanaume mmoja alikuwa amepoteza kazi upande wa Nairobi na hakuambia familia hana kazi. Yeye ndiye alikuwa tegemeo la familia. Kwa hivyo wakati alipoteza kazi, kila siku alikuwa anaamka anaenda na keti upande wa Uhuru Park. Anaketi Uhuru Park, amevaa suti yake, ameketi kutoka asubuhi hadi jioni. Jioni anarudi nyumbani, anarudi kama mwenye ametoka kazini. Mwisho wa mwezi anakopa pesa ndio aweze kulipa rent, aweze kununulia familia chakula. Ilipofika mwezi wa 6, mzee alikuwa anaomba John, analipa James. Ameomba madeni chungu nzima. Ikawa anatafutwa sasa na wale watu wako na pesa zao. Huyo mzee alijitia kitanzi, akajitoa uhai. Na akaandika barua akasema ya kwamba maisha imemlemea na yale madeni amechukua sasa hawezi kulipa. Na akasema kwa hiyo barua aliacha, alipoteza kazi 6 months ago. Watoto wake na bibi yake walilia sana. Na wakasema if only angewaambia, hata wangehama waende kukaa ushago, wasimuitishe kitu chochote. Huyo mzee hakuwahi ambia ndugu yake au dada yake au wazazi, alikuwa na wazazi. Hakuwahi ambia hata watoto wake, hata bibi yake amepoteza kazi. Alienda kujikaza kiume. Huwa wanaume wanaambiwa jikaze kiume. Alijikaza kiume miezi 6, mwishowe akaona hawezi endelea na maisha na akajitoa maisha, na watoto wake wakabaki na bibi yake na madeni, na yeye ashafariki. Kwa hivyo Yusufu anatuonyesha ya kwamba kulia ni sawa, kuumia ni sawa, na kuambia mtu ametukosea ni sawa, but at the right time. Okay? Na tukiongea mambo ya kusamehe, atusemi we ukikosewa tu useme ni sawa, ni sawa, ni sawa. Si sawa. Ni sawa kusema it's okay to say umenikosea sana na nimeumia na si sawa, lakini nitakusamehe. Somo la tano tunajifunza kutoka kwa hiyo hadithi ya Yusufu, maisha ya Yusufu. Number 5, Joseph did not expose his brothers to the Egyptians. He asked all the Egyptians to leave the room. Yusufu hakuwa-expose ndugu zake kwa Egyptians. Aliambia wale Egyptians watoke nje kwanza. Imagine Joseph ndiye alikuwa right hand man wa Pharaoh. Kwa hivyo angesema ya kwamba ndugu zake walimfanyia yale maovu, pengine wangeuawa, hawangetoka kule Misri, wangeuawa. Lakini yeye aliamua asiweze kuwa expose. Sisi mara mingi huwa tukikosewa na ndugu zetu na dada zetu, mabwana zetu na mabibi zetu, huwa tunatangaza, unaambia kila mtu. Karibu tu upate hii microphone, uambie kila mtu vile mwenzako amekukosea. Unaambia watu kwa haja gani? Why are you telling them? What is your intention? Ni maana gani? Hata kwa nyumba bwana na bibi wanakosana, watoto ndio wanakuwa kama counselor. Nilisema last week, hiyo ni child abuse. Usiwahi weka mtoto wako ndiye akue counselor. Ngajani okorangiri umwana omutangi, ngako matinga bona aye mwana bono tugayane bono. Isoyo no muntu muliri sana nyoko tabwati bongo. Bona aye tugayane. Kwa nini tunafanyia watoto wetu hivyo? Firstborn sons, hata daughters, lakini sana sana firstborn sons wameumia sana. Kwa sababu wao wakati wazazi wanapigana, yeye ndio anaitwa aende kusolve hiyo maneno, na hiyo ni kukosea sana mtoto. Kwa sababu unatwika mtoto mzigo na yeye bado ni mtoto. Kwa hivyo wewe ni kama ni firstborn, ama hata kama si firstborn, lakini wazazi wanakuita wewe ndio unaenda kusolve their issues, waambie hapana. Tell them respectively. Waambie hayo maneno, mimi sijawahi oa, sijawahi olewa, sioni kama naweza kuwasaidia. Tafuta mtu rika yenu ama mtu an adult aweze kuwasaidia, kwa sababu wewe haukuwa wakati wazazi wako walikutana. You were not there, so you don't even know. Kwa hivyo watafute mtu mwenye atawasaidia, lakini si wewe. Kwa hivyo Joseph himself haku expose the brothers. Hata kama mwenzako amekukosea,
usiende kumexpose, kwa sababu ukimexpose kwa watu, sijasema usiende kutafuta ushauri, hiyo ni different. Unaweza kutafuta ushauri, mtu wa kukusaidia, lakini kitu yenye nasema ni usiende hapo wewe unaambia mpaka ndege wa angani wajue ile weakness ya mpenzi wako, watakusaidia na nini? What are they going to do? Unajua sometimes tumeenda kama sisi wamama sana sana, hata wababa, lakini wamama tuko na hiyo weakness. Unaenda pale kazini unaambia wale wamama wengine mnafanya kazi na wao, na wengine unapata wanapangia mzee wako kwa sababu wewe umeexpose. Kwa hivyo wamejua ile weakness iko kwako na wanatumia hiyo weakness kuvunja boma yako. Au saa zingine ukiwa wewe ni mwanaume unaenda kuambia familia yako, mama yako, baba yako, ndugu zako, unaambia weaknesses za your wife. Na ukiwaambia hivyo, next time hata wakiona bibi yako hawamuoni kama mtu, kwa sababu umemtoa nguo. You have exposed your partner, and yet wewe uwe kama nguo, uwe covering, una cover your spouse. Usiende kumexpose pale nje. Sisemi kama atakuwa mkamilifu, iko ile makosa inaweza tendeka kwa nyumba, lakini mnaweza iongea nyinyi kwa nyumba, lakini pale nje unaweza kumfunika. 7, number 6, the lesson number 6, yes. Joseph did not revenge on his brothers and his father. When Joseph did not revenge on his brothers when his father died. Wakati baba yao alifariki, wale ndugu ya Yusufu waliogopa sana. Wakadhani ya kwamba Yusufu atawaumiza, atarevenge, atalipisa kisasi, because ule baba yao alikuwa amefariki. Wakadhani ya kwamba baba ndiye alikuwa amewaprotect. Lakini Joseph aliwaambia, mimi I cannot revenge, sitawaumiza, akawatendea mazuri. Mara mingi tunaweza kosewa na mtu, alafu punde si punde maisha ibadilike na huyo mtu akuje mikononi mwetu, na ule mtu unaona the same person mwenye alikuumiza ndio ule anakuja kukuomba usaidizi, na hiyo inakuwa ni jambo ngumu sana. Mimi niko na watu, wakati tukiwa tunalelewa pale nyumbani mwetu, tunateseka na mamangu, kuna relatives, sitaki kusema ni relatives wa aina gani, lakini kuna relatives wangu walikuwa wanasema, wakati nilipita niende shule ya National School, walisema ukimpeleka kule ataenda kufanya umalaya, muweke tu shule ya hapa karibu ndiye aweze kusoma. Na wakasema after all, mtoto wa mjane mwenye hajawahi ona koti ya baba kwa nyumba, huyo ni wanaume anaenda kutafuta, hatuwezi msaidia. Lakini mimi Mungu akanisaidia, nikaenda nikasoma. Saa hii wananiomba usaidizi, na kwa roho yangu sometimes huwa nataka kuwakumbusha, nataka kuambia nimefanya umalaya, sasa mnataka pesa ya umalaya. Lakini ninakumbuka, kwa sababu mimi ni mcha Mungu, ninakumbuka, nasema okay, Mungu ameniita nikuwe mwaminifu, kwa hivyo mimi sitawakumbusha. Yale nitaweza kuwasaidia. Hata ikakuwa relative wangu mmoja, siku moja akanipigia simu akilia, na huyo ni mwanaume wa miaka karibu 60 hivi. Alinipigia simu akilia, mimi sikujua ni kwa nini, ni very close relative. Nikamuuliza what is happening, kuna mtu amefariki? Akaniambia, mtoto wangu umenifunza mambo mengi. Nikamuuliza, nimekufunza nini? Akaniambia, kuna wakati ulikuwa unaenda form 1 na mimi nilikuwa nimeapa, nilikuwa nimepromise nitakununulia viatu, lakini ile siku unaenda na nilikuwa na pesa, ikakuwa mimi na mamako tuko na difference, nikakosana na mamako na nikaamua nisikununulie viatu. Mimi sikumbuki hilo jambo. Nakumbuka alikuwa amesema ataninunulia viatu, lakini sikumbuki kwa nini hakuninunulia. Na hiyo ni miaka zaidi ya 27 iliyopita, many years ago. Yeye anakumbuka. That is why ukitendea mtu mazuri ni kama unamwekea, wanasema ni coals of fire, unamwekea moto juu ya kichwa. Kwa hivyo akaniambia, alafu mimi nikihesabu umesaidia watoto wangu 1, 2, 3 na umenisaidia, na mimi nimekuwa guilty. Alisema hiyo kitu imenichoma, imenikula hii miaka yote, kwa sababu naona unasaidia watoto wangu
4 hata. Watoto wangu 4 umewasaidia na mimi umenisaidia, na mimi nilikataa kukununulia viatu. Na ukweli nilikuwa na uwezo. Na nimetubu dhambi, please forgive me. Kwa sababu nilipokosana na mamako, singekataa kukununulia viatu kwa sababu wewe ni mtoto, ulikuwa innocent. Okay? So mimi kwa kusema ukweli sikumbuki. Lakini yeye mwenyewe aliniambia, nimekuwa nikijiuliza, will you ever forgive me kwa yale nilikutendea? Nikamwambia hata sikumbuki. Na kama ningekuwa nakumbuka, saa hiyo ishapita na Mungu amenibariki. Na mimi nikisaidia watoto wako hata sikuwa nakumbuka hayo maneno. Kwa hivyo yeye mwenyewe hiyo ilikuwa inamkula, and I thank God aliomba msamaha. Kwa sababu ningemtendea mabaya hakuna vile angeomba msamaha, kwa sababu mimi na yeye tungekuwa equal. Kwa sababu so when you return evil for evil, mnakuwa equal. Ukilipa mabaya kwa mabaya, mnakuwa same level. Lakini ukilipa mazuri kwa mabaya au mabaya kwa mazuri, whatever, but you do good, you make this person to feel guilty. It's like you have put amakaro umuriro kwa mubekero mutugoro. So I pray kama kuna mtu ametukosea, tuweze kumsamehe na tuweze kulipa mazuri kwa yale mabaya alitutendea. Just the same way Joseph did. Hata kama ule mtu atakuja sasa ako hapo, ako mikononi mwako, tusimtendee mabaya. Tukue kama King David, vile alipata Saul in the cave. Na alikuwa na opportunity ya kumuua, lakini hakumuua. Alikata tu a piece of his cloth, akamuonyesha, akamwambia, Mungu amekuleta mikononi mwangu, ningekuua, lakini nimeamua I should not kill you. Lesson number 7 inasema kwamba Joseph embraced a new prosperous life and he forgave everybody who wronged him. Na Mungu akamjalia, akapata watoto, akaoa kwa ile nchi, akapata watoto, na yale majina aliita watoto wake yalikuwa ni majina ya kusamehewa na kunufaika na kuprosper. Yani Nyasaye akamutenenki in this country. Na watoto wake waliwaita, wa kwanza firstborn alimuita Manase. Na Manase inamaanisha Mungu amenifanya nisahau uchungu. God has caused me to forget my toil. Mungu amenifanya nisahau yale niliyopitia. I don't know what you have gone through. Lakini ningependa leo kukuombea Mungu akusaidie usahau yale uliyoyapitia. Ndio Yusufu akaita mtoto wake wa kwanza Manase. Wa pili akamuita Ephraim. Inamaanisha God has caused me to prosper in the land of my affliction. Mungu amefanya niweze kunufaika na kutajirika kwa ile nchi ya mateso. Mungu akamfanya atajirike, anufaike kwa ile nchi ya mateso. What have you gone through? Ni mambo gani umepitia in your life? Umepitia nini? Na yale mambo umepitia, has God been good to you? Ukiangalia yale umeyapitia, unaweza ona vile Mungu amekubariki hata kama umepitia yale machungu. Nilienda kuhubiri mahali fulani kwa kongamano kuu la wamama. Nikahubiri, na ile siku ya Sabato nikasikia kwamba Mungu ananiita niongee mambo ya forgiveness. Kwa sababu wakati umebeba uchungu ya unforgiveness, kuna magonjwa mengi unapata kwa mwili wako. Magonjwa kama blood pressure, kama diabetes, kama cancer, kama yale yanaitwa autoimmune conditions. Na ukiomba unasikia kama maombi yako hayasikiki na Mungu, kwa sababu kuna mtu hujasamehe. Kwa hivyo niliongea na wamama nikamwambia kwamba saa zingine wamama tunashikilia mambo sana. Ule mtu alikukosea 1978, unakumbuka? Ndio maana wamama wengi wametoroka makwao, wameenda kule ng'ambo, wameacha wazee. Kwa sababu mzee alikukosea 40 years ago na hujamsamehe na hujasahau na umeshikilia katika kwa roho yako. Kwa hivyo nikaongea na wamama. Nikimaliza, mama mmoja alikuja kuongea na mimi. Na akaniambia, Pastor, umetuambia tusamehe, lakini mimi nataka nikuambie hadithi yangu ya maisha yangu,
Na nikuulize, unawezaje kusamehe mtu mwenye amekukosea hivyo? Na mimi kwa mind yangu nikajiuliza ni nini huyu mama angekuwa ametendewa. Kwa sababu ninajua kuna yani occasions, niseme kuna watu fulani ni ngumu sana kuwasamehe. For example, ule mtu mwenye anashinda akikukosea, unamsamehe anaendelea kukukosea. It's like rio takonya kugotano karioka. Anakukosea kila wakati. Au kuna mtu mwingine mko kwa familia moja, ni ndugu yako, dada yako, ni mzazi wako, mwenye una expect akupende na akufunike, lakini anakuumiza. Sometimes inaweza kuwa ni ule mtu mmekuwa na uhusiano wa karibu sana, kama bwana yako au bibi yako, mwenye anakuelewa kabisa, hata ameona uchi wako, they have seen you naked, na ule mtu ndiye anakuexpose na kuumiza. Inaweza kuwa ni mtu mnashiriki pamoja kwa kanisa. Mnashiriki na kila siku unamuona, mnakula Pasaka na unamuona pengine ni kiongozi na anakuumiza. Niliwaambia ule mzee wa kanisa vile alinikosea na ikakuwa ngumu sana. Nilipokuwa namuona nasikia kugaragaliwa. Hata sijui kugaragaliwa iko na translation gani kweli. Yaani unaona, umewahi ona mtu amevaa suit na akitembea mbele yako unagaragaliwa, unasikia kutapika mpaka intestines ama raso kesiko, kwa sababu umegaragaliwa so bad, kwa sababu ile kitu amekutendea. Kwa hivyo anaweza kuwa ni wa kanisa mshiriki na amekukosea. Inaweza kuwa ni ule mtu umetendea mema, umemtendea mema, you have done so well for this person, na bado anaturn na anakuumiza. Inakuwa ngumu sana kumsamehe. Inaweza kuwa ule mtu amekosea mtoto wako. Sijui nani mtoto wake amewahi kosewa na mtu. Uniambie kama ni rahisi kusamehe mtu amekosea mtoto wako. Mimi huwa nasema ukinikosea ni sawa, tutaongea, lakini ukikosea mtoto wangu, hapana. Hapo sasa ni kama umegusa mboni ya jicho langu. You have touched the apple of my eye. It is very hard ukikosea mtoto wangu. Kwa hivyo mama akiongea na mimi, nirudi kwa ule mama, nikajiuliza inawezaje, ni nini ingetendeka huyu mama ikuwe ngumu sana kusamehe mtu. Kaniambia, wacha nikwambie story yangu. Huyo mama akaniambia wakati alikuwa shule, alikuwa msichana akiwa shule, mwalimu wake mkuu, headmaster, principal wa hiyo shule high school, akamunajisi ule mtoto msichana. The principal wa high school raped her. Na unajua principals wa mashule, sijui kama tuko na principal hapa, wako very powerful. Wengine hata wako powerful kuliko president. Unajua saa hii naweza pigia Ruto nimpate, lakini principal wengine hawezi kuwapata. Shule fulani tu tunajua. So principal amenajisi ule mtoto. Sasa huyo mtoto msichana hakuambia mtu yeyote, alinyamaza. Kwa sababu alikuwa ametoka familia ya umaskini na hakujua kama ataweza haminika. Akasoma, akamaliza shule, akaolewa. Sasa vile ameolewa, kule kwake hakuwa na huyo bwanake, ndiye alikuwa boyfriend wa kwanza. Kwa hivyo hakuwa na ile tabia ya kuwa na mtu mwingine. Akaolewa kule na mwanamume mzuri, akapata mimba. True story, vile alipata mimba akaenda clinic. Na unajua kwa wale wamama wamejifungua watoto, unajua ukienda clinic kuna test moja unapimwa HIV, si ndio? Akapimwa HIV, akapatikana ako HIV positive. Bwanake kupimwa akapatikana ako HIV negative. Ule principal alikuwa amefariki HIV. Ule principal alikuwa ashafariki HIV. Na huyu msichana hakuwahi ambia mtu ya kwamba amenajisiwa na principal. So by the time tulikuwa tunaongea, alikuwa na watoto 3, wako HIV negative, yeye ako HIV positive, bwanake ako HIV negative. Na alilia, akalia, akaniuliza, sasa wewe unaniambia nisamee yule principal mwenye alininajisi akani-infect na HIV nikiwa mtoto? Unaniambia nimsamee hata kama amekufa?
Saa hii akifufuka nitampiga risasi 7 kuhakikisha kweli amekufa. Siwezi msamehe maishani mwangu. Na nikauliza ule mama, kwa hayo yote bwana yako niambie vile mnaishi. Akasema bwana yangu ananipenda, tunaishi vizuri. I think here haifanye. Akaniambia bwanangu ananipenda, tunaishi vizuri na watoto wangu wako sawa. Na swali tu niliuliza huyo mama, Mungu anakupenda ukiangalia kwa hayo yote. Has God been good to you? Has God been good to you? Mungu amekupenda, Mungu amekubariki. Ule mama akaniambia kweli Mungu anamenibariki na Mungu ananipenda. Kwa sababu ninajua marafiki wangu na wamama wa kanisa wengi wako HIV negative, lakini maisha yao ya ndoa iko na uchungu mzima. Lakini mimi bwana yangu hivi, uchungu wote na ghadhabu ya hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa nyinyi, wenye huruma, mkasamehane kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Asante sana. Paulo anatuita leo tuweze kusameana. We get rid of all bitterness and all anger. Sasa naelekea wakati wa maombi, na ningependa kuombea mmoja au wawili au watatu. If there is somebody, kuna mtu amekukosea, pengine ni wa familia yako, ni bwana yako, bibi yako, ndugu yako, dada yako, mama yako, baba yako, au jirani, au uncle, auntie, amekukosea na kweli ukifikiria unasikia uchungu rohoni mwako. Na tumesema kwamba ukibeba hiyo uchungu, kuna magonjwa chungu mzima unajiletea kwa mwili yako, including hata ukiomba unasikia ya kwamba maombi yako husikii kama yanapita, yanapanda kwa Mungu sawa sawa. You don't feel like you have a connection with God because there is somebody you have not forgiven. I want to ask you today, kama uko na simu, uchukue simu, upige simu, utume message if it's the right time. Kwa sababu tumeona ya kwamba Yusufu aliweza kufunua mambo wazi wazi kwa ndugu zake wakati wenye ulikuwa the right time. Kwa hivyo pengine this is not the right time, but the right time itakuwa Christmas, pengine sijui. The right time. Ningependa kukuhimiza, I want to plead with you. You forgive the person that has wronged you. Na kama machungu yenye uko nayo kwa roho yako ni mazito sana, ningekwambia uende uchukue karatasi, uandike barua. Uandike barua, uandike yale yote yamekutendea. Urarue ile karatasi, uchome kwa moto, ama utupe kwa latrine, ama utupe kwa dustbin. Ukiandika yale machungu yote, unayatoa kwa roho, ama unayatoa kwa akili yako, na unatoa nje, ndio isiendelee kukusumbua. Kwa sababu ukiweka yale machungu, utapata ugonjwa. Kuna watu wengi sana
nimetembea na wao kwa maneno ya ushauri, na wengi wako wagonjwa na wanameza dawa kwa sababu tu wamefail kusamehe mtu. Na sisemi kila mtu ako mgonjwa anameza dawa ni kwa sababu ya unforgiveness, lakini ningependa kusema kuna watu wengi sana they were not supposed to be sick. They are not supposed to be on medication, but wako on medication because of lack of forgiveness. Kuna mtu hujasamehe. Na kama kuna kitu Mungu amekukumbusha ulikosea mtu, please ask for forgiveness. Uliza ule mtu, muombe msamaha. Hata kama akikataa ama akikubali, wewe kazi yako imeisha. I hope mnanielewa. Onyu muntu kare kwa mocherete na ndi nonyorete kwa mocherete. Buno moiri ori ona nabatebi ansabeta mabera. Genda obe kamarunso sabe nyasaye korae ebe the right time ebe ngakieri engiya omosaba mabera nayo nyomonto karo komochere torengerere tio bongo bwawe imogo chandete omugako waga gotige miaka 25 akarasa ngao korancho mwabere omo release omongino aga komochera emiaka 30 mwabere isogo senyo kaga komochera omwana komocheire ukamoire skuru akalie school fees. Ningependa kuwaomba minto tonyare ko babera. Wacha niwaambie hadithi ya mwisho nikimalizia, niombe mtu. Hii hadithi nimeweza kuisimulia mahali kwingi sana. Kuna wenye wameisikia, lakini nimefikiria nikaona that is the best story I've ever heard. Hiyo ndio hadithi ya maana zaidi nimesikia about unforgiveness or forgiveness, and it's a true story. Iko mama mmoja alikuwa diagnosed na cancer ya ubongo, cancer of the brain. Alikuwa na tumor kwa brain. Ule mama alijaribu kutafuta matibabu hapa nchini Kenya, hakuweza kusaidika. Ikafika mahali kwa sababu familia yake ilikuwa imefanikiwa kidogo, wamebarikiwa, wako na pesa, wakaamua kumpeleka outside the country. Wakampeleka pale ngambo aende kutibiwa. Alipopimwa akapatikana kwamba ile cancer imespread to the rest of the body, mwili wake wote, all the cells, all the organs, they had the cancer. Akaambiwa, mama, hakuna kile tutakufanyia kwa sababu tukisema tufanye upasuaji utapasuliwa mwili mzima. Hakuna anything we can do. So akaambiwa, rudi nyumbani, uko na miezi 6 ya kuishi. You have 6 months to live. So uende nyumbani uweze kuweka your house in order. Kama kuna mtu unahitaji kusamehe, msamehe, omba msamaha, fedha zako, hela zako kwenye umeweka, onyesha familia yako. Put your things in order because in 6 months you are going. Hangeweza kusimama, hangeweza kutembea. It's a true story. Ule mama alirudi, akasamehe yeyote mwenye alikuwa hajasamehe, na akaomba msamaha, na akaonyesha familia yake whatever she needed to do, akajiandaa apumzike after 6 months. 6 months were over, ule mama anaendelea kupata nguvu. Huyo mama anaendelea kupata nguvu, anaweza kusimama, anaweza kutembea. She's not using anything, hakuna madawa yote anatumia. Amesamehe, ameweka things in order. 1 year, ule mama nguvu zinaendelea kuongezeka. 1.5 years, mama nguvu zinaongezeka. 2 years, mama ako sawa. Wakaona what is happening, wanangoja mama hafariki. Akarudishwa pale back to the country kule alikuwa ameenda matibabu. Mama walipompima, wekereba morengete, walipata hakuna even any trace of cancer kwa mwili wake. What do you say? I am telling you, there was no trace of cancer in her body. 2 years. There is nothing else she did. Alikula tu vizuri, akajiweka vizuri, and she forgave everybody. Swali ningeuliza leo, is it possible that ugonjwa umebeba, uko na ugonjwa kwa mwili kwa sababu there is somebody you need to forgive? Na sisemi ya kwamba kila mtu akiforgive atapona, lakini najua kuna wenye wameforgive na wakapona. I know them personally na wanaweza testify. Lakini me, I'm asking today,
Is there somebody you want to forgive? You don't have to say who, but I just want to see. Iko mtu, akona mtu anataka kusamehe leo. Mtu amekukosea ama umekosea mtu. Sometimes inaweza kuwa wewe mwenyewe unahitaji kujisamehe. You want to forgive yourself because there is something you did. Na ukifikiria yale ulifanya, unasikia vibaya sana. Iko wenye walitoa mimba. Na saa hii umeolewa, umekaa 30 years na bado unakumbuka ule mtoto uliua. Na mtoto wako akigonjeka unasema pengine Mungu ananipunish kwa sababu ya ile kitu nilifanya. Iko mzee hapa alipata mtoto na ule mtoto wake ako sijui wapi. Na haja kuwa akitake care of that child. Na watoto wake saa hii wakiwa kama wako na changamoto fulani, huwa anajiuliza, is it possible because I neglected my child? Is that why my children are not doing well? I don't know. Na nimeona hili ni jambo nzito, but one thing I know, there must be some of us who can remember vile naongea hivi. Kuna mtu alikukosea, na sisemi ya kukosea, alikukosea for sure, but you are struggling to forgive. I want to pray for you today that the Lord is going to forgive you and also help you to forgive yourself and you forgive somebody else. Na wacha niseme ya kwamba forgiveness is a process. Sio ati ukisema tu saa hii nimesamehe mtu, mambo yanarudi kuwa sawa. Yusufu alilia mara 5. He cried bitterly 5 times. It's a journey, it's a process. Some of us tumeprosper. Mungu ametubariki, akatutajirisha, akatupatia mali, akatupatia watoto kama Yusufu. Lakini bado ukikumbuka yale ulitendewa ukiwa mtoto, unakumbuka na unalia machozi. Kwa sababu unakumbuka yale ulitendewa ukiwa 4 years. Maybe ukiwa 7 years, mwalimu wako wa maths alikuambia utaenda mbali. Nani aliambiwa na mwalimu wa maths ataenda mbali? Iko watu pale. Na sasa huyo mwalimu wa maths, najua leo tumuulize hapa ni wapi? Si hapa ni mbali, mwalimu wa maths, hapa ni wapi? Na unajua walimu wanaumiza sana. By the way, walimu teachers are a blessing, yeah? Teachers are great. My sisters are teachers. Lakini nikwambie mwalimu, whatever you tell a child, uliniambia sitaenda mbali. Sahi niko wapi? Si ndio mbali. Huyo mwalimu wa maths tumsamehe. We are going to forgive the maths teacher. Sijui kwa nini anakuwa ni wa maths. So that we can be blessed. I'm going to pray. Najua sijui kama mnanisikiza vizuri, tumebarikiwa na mvua. I want to pray for you. Tukiingia masaa ya Sabato, we are getting into the holy hours of the Sabbath. I want us to forgive all those family members. Wengine tutahitaji kutafuta ushauri. Wengine tutahitaji kutafuta mtu atuombee. Wengine tutahitaji kusema I forgive you, kuandika message. Wengine tutapiga simu. Wengine tutaandika barua. I don't know what you're going to do, but whatever you are going to do, I just want to say, Mungu aweze kukuguide, Nyasaye akurae, so that you can forgive someone. Because when you forgive someone, you open windows of opportunity for you. Unafungua milango ya baraka. Kuna watu waliumizwa na boyfriend 1968 na uko single mpaka sahi. Ati because ula alikukosea, you will never fall in love again. Unasema waliniumiza, wacha ikae hivyo mimi nikae single. No, you cannot give one person so much power over your life. Kwa nini upatie mtu mmoja nguvu juu ya maisha yako? Huyo mtu, they are not God. One person hurt you, but you cannot let other people to hurt. You cannot live a life of pain because of one person. Iko mzee mmoja alikuwa anaambia bwana yangu, alikuwa anamwambia aba kungu nechi nyangau, aba kungu nechi sese. So mimi nilikuwa nauliza, na mamake pia ni umbwa. Who hurt him? Kuna mtu alikuumiza. Sasa ukipita unasema wanaume ni umbwa, wanawake ni ovyo kwa sababu ya mwanamke mmoja, kwa sababu ya mwanamume mmoja. No. You cannot give somebody so much power. I want to pray. Pray in your heart. Uweze kujiombea kwa roho yako and you take action, because Christ came to give you life and give it to you more abundantly.
Bwana Yesu alikuja akakufa kwa dhambi zako na dhambi zangu, ndiye aweze kukupatia maisha, ufurahie, utajirike, unufaike. God is here to bless you, but the devil comes to kill, steal and destroy. Do not allow your life to be destroyed because of lack of forgiveness. Amen. Acha tuombe. Our Father and our Lord, in the mighty name of Jesus, we thank you so much for your goodness. We thank you for your love. We thank you for your forgiveness. Thank you because you have reminded us that you have come to give us life and give it to us more abundantly. We thank you for the lessons that we have learned from the life of Joseph. Some of us are walking in pain. Some of us are having diseases. Some of us are taking drugs because there are people we have not forgiven in our lives. I pray that you may forgive us you may help us to forgive and to release them. We have given people so much power, and this has denied us happiness, love, and joy because of the one person, two people that hurt us. I pray today that we may forgive, we may release, that we may walk in the newness of life, beginning these holy hours of the Sabbath. Some of us may need to seek counseling. Some may need to pray and fast. Some may need to take a phone and call. Some may need to send a message. Some of us may need to write and deliver letters. But whatever we do, I pray that you may enable us to release the pain. As we step into the holy hours of the Sabbath, help us to walk in the newness of life that you have given us. Some of us are going to go through baptism tomorrow. I pray that we may release all the pain, that we may walk afresh. I pray that you may bless your children. Those who are sick, I pray that you may bring healing unto their bodies. Those who are not prospering because of the pain, I pray that they may prosper. Bless your people in the country. Bless them in the city. Bless them when they lie down. Bless them when they rise up. I pray that you may bless them in the fields. Bless them in the marketplaces, oh God. I pray that you may continue revealing to us ways in which we have failed you. And as you reveal to us in humility, we may be able to forgive and continue forgiving ourselves and forgiving others. Be with us and bless us even as we get into the holy hours of the Sabbath. And as we come to the end of this crusade, I pray that our lives may never be the same again. We pray this believing and trusting in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. Amen. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Listen, learn, be inspired. Welcome to our channel to get the point. Get the point. Take a step forward. We are thrilled to bring our vibrant worship direct to you. Join us online for heartfelt worship, inspiring sermons, and enriching fellowship. Connect our community as we celebrate faith, love, unity, and grow together in spirit. Stay connected by following us on our social media accounts. Get the Point on YouTube, Get the Point on Facebook, and follow us on TikTok at Get the Point and Instagram Get the Point Media. Get the Point. Take a step forward.